Wow, karibuni sana mwarori wa Baruthi wa WTV haria hothe uranyamukira. Good afternoon, good evening, good morning. Na remetero nje mwe kwegukira kugo dige mwera good night. Otherwise mwe hakuhe good early morning. Eni gehoka mwisawa kuma hwaiwaira riria turari kule mwana wa Githurai na rushinde turarokete na Pastor Garuya na everything is very much okay. Na tugacokia ngatho nyingi muno ni gukorwo muri hamwe na ithui na nitwe ni mutwendete, and we thank God for everything. Na guhoka ni ranyamukira wega hari aho thiori guhoka mitambo iko sawa na tugacokia ngatho nyingi muno makiria. No ujaririe wi hari aho thiori kwetukira namba itu ya thimu ndigende hena kamwe kenigetha mundu ikona kaundu ka issue burning nani arenda ka address so immediately agatwaragiria kwetukira 0798008008 0798008008 nigetha horo cio gakorwo ri mwega no ke muno ingi prefer WhatsApp kana hihi ungihota na message ugatwaragiria tugithiaga na mbere na kibindi ikorwo na kadumiriri ugikorwo kienda kwandika no huthagire na mbeo. Na ona we uragitwirorera to wega ugitwire tukugeithia wi mwena uriku wa thi thiini wa Kenya na nja wa bururi ithuri cio theirio ngikorwo nigetha at least tugagikoragwo twi kiongo kimwe na nguciria ni wega makiria tugiaraniria na tukera na maundu maria murenda mugamenya na gakimuhingiria. Riu umuthi ni muthenya mwega muno wa Thursday ya tariki 29 na of course ni mweri wa kenda turagitiriha tuingire October na ndekira kufia gaka tondu andu ingi ni maramenererithirie ama pia umeniona hivyo ama bado hujaniona. Unakapoa. Nakapoa Sana. Hawa watu wamefanya nianze kuvaa kofia wanasema huyo kinyozi wako amekuangusha. Uko sawa, unakapoa. Kwa hivyo niko sawa. Sana. Wacha basi nikaa hivyo. Mimi nilifikiria nakaa vibaya so nikaona afadhali nijifundike. Juu watu wengi ni kama hii style waliikataa. Uko sawa. Vile nimeteseka bwana. Hata nimeona kofia kadhaa. Hizi zimetumana kwa Jumia bado ziko kwa njia zinakuja. Juu niona sasa siwezi survive mpaka nywele imee ndio tusikizane na wao. Otherwise utaona pia wataanza kuidiscuss tu saa hizi. Otherwise uko fiti? Kabisa. Good to see you. Good to see you too. Good to see you. Maisha iko aje? Maisha sasa iko sawa, tulingoja appointment pande ya ministry lakini tumeachwa nje. Tumekubali. Nilifikiri utaniita nisimamie. By the way, unajua nilikuwa najua wataniweka kwa lands. By the Minister of Lands. Nilikuwa nimefanya application. Cabinet Secretary for Lands. Yes. Pole sana. Unajua hiyo kiti kupata sio rahisi lakini wacha tungoje juu bado hajataja PS na CS. Yuko kulikuwa na CS wa mashamba sijui. Si unasikia? Please vaa kofia mbio sana. Acha nikuambie hii maisha lazima pia utii. Sikia mtu mmoja amesema singoje wengine ivae tu ikaange hapo. Najua nikitaka kuvaa kofia nitakaa CS Magoha. Sasa sitaki hiyo maneno. Sitaki mvutano, acha tu nivae kofia nikae tu nayo. Si vita iishe. So wacha tungoje. Unajua pia kuna ile chairman wa lands na nini. So ukikosa pale kwa CS ama PS bora niweka pale. Kuna chairman wa lands. I'm very open. Kama yule Swazuri alikuwa kwa position gani? Alikuwa chairman. Wa lands. Bas, sijui lands commission or something. Viti ni mingi bana. But unajua unavaa kwa ushapatwa indication at least kasimu umeambiwa. Hapana. We received your Mungu anaweza tumana. Mungu anaweza kutumania. Okay. Aseme kuna mtu fulani sikukwambia vile nilipata kazi yangu ya kwanza kwa media ya pili. Mimi sikuwa nimeapply lakini Mungu alinikujia kwa not just hata sio ni kama vision. Maana kama nilikuwa nafanya kazi pale Ludhuri Avenue ya printing. Nikajipata nimeenda nimenunua headphones na nikavaa. Nikajipiga selfie nikasema coming soon. Sikuwa najua next week nikaitwa. Haya. Hivyo ndio nilipata kazi ya media. Interesting. Na funny enough I had documents lakini hata hawakushughulika nazo. Mungu akiku appoint yeye mwenyewe anakupea. Huku kwingine hata uitisho documents
unaingia tu kazi. Anakupea. So that's what that's how experience haitishi. That is it. Yeah. Sikuhitaji, nilikuwa na experience lakini hawakuhitaji kujua. Yeah. Kwa sababu Mungu ashakuappoint. You've been destined for that. Sasa sisi tunangoja appointment ya Mungu. Hiyo ndio tunangoja. Bas. And we believe. Yeah. Ai. That's true. Nani kama Mungu? Akishakuappoint, unashindwa jina yako imeapia aje huko. Mtu ataiandika tu bila kujua ujipate uko hapo. So usishtuke. Yeah. Kila kitu iko sawa. Yeah. Lakini kama Mungu hataki ukua kwa hii serikali, pia usisukumane. Hakuna haja. Akisema ni 2027. Yes. Itabidi tunangoja. Ni kweli, lakini sasa unajua sasa tulikuwa tumeruka ile bracket ya youth. 2027 tumeruka bracket. We want to serve when we are youth. Ni kweli, lakini unajua pia amekupea kazi nyingine ufanye. Sasa ungekuwa tunauza mashamba na nani? Si unaona? So pia Mungu ana mipango yake. Kweli. Kwa hivyo kama anataka uhudumu kutoka 2027 hadi uzeeni, bas. Ni mipango yake tu. Itabidi tu tungoje. Exactly. So mimi niko sawa. Yeah. Wiki yangu imekuwa safi na tunashukuru Mungu. Nimeambiwa nikusalimia sana na Pastor Garuya. Tulikuwa naye tumeongea naye asubuhi actually. Early in the morning kitu saa 3 tuliongea na yeye. Jana tumeshinda na yeye kila mahali. Yeah. Na ameniambia nikusalimia sana. Thank you. Yes. So today is another day. Tumerudi hapa ili tuweze at least kuonyesha watu ni nini hii tunaongea kuhusu Pinnacle Garden. What is gardens? Yeah. Kwa nini mtu wa invest by the way? Unajua watu wako na pesa mingi lakini wanashindwa hii pesa niifanyie nini? Nisomeshe watu wenye si wetu. Niende vacation. Unasomesha watu, unaenda vacation, aishi. So unashindwa nini nyingine naweza fanya? Sasa na sisi tunataka kuambia kuinvest na shamba. I think that is the only other way you can ever do. That's true. Nataka kama producer akona videos atuwekee video kama 2 hivi ndio watu wajue what is when we talk of Konza City. What is Konza City? Hiyo Konza City tunasema iko hapa 3 minutes from here. Yeah. What is it? Sijui kama producer utapata video hapo na ikiwa pia iko na sauti kwa sababu kunayo nimeongea hapo, sijui kama nani ameiweka. Naambiwa volume imeenda, sijui volume imeenda wapi. Sawa. Okay, so iweke alafu tunaongea tu ikiendelea. Yeah. So ni vizuri pia watu wajionee ndio waelewe when we talk of Konza City, what is Konza City? Yeah. Maana kuna watu wengi wangetaka kuinvest lakini hawajui Konza City ni nini, hawajui kama imeanza ama haijaanza, hawajui future ya Konza City. Maybe ungewapea brief as we continue waelewe ni nini hii wanaonyeshwa. Sasa hata kumekuwa na change of guard change of guard on the Ministry of ICT. Tumepatiwa mzee mmoja anaitwa Owalo. I don't know if you are aware of that. And we are praying that of course he continues with the dream and the vision 2030. Kwa sababu that's the next big thing of course. For us as a country, for us as a nation, and of course in the larger sub-Sahara Africa. Yes. Not just Kenya. Because hii ni project ilianza zamani. Ni kweli. A lot of people thought that itakuwa ni white elephant. But so far tulienda huko ndani. Wewe uliona kila kitu inaendelea vizuri. Of course. Everything. Yani tuliingia kwanza university inaitwa? Hiyo university inaitwa KAIST, Korean University. Na ni kubwa. Hizo ni kama eka ngapi? That's of 25 acres. Wewe juu wewe ni engineer. Wewe juu ni engineer. Hiyo level hiyo university imefika ni kiwango gani, ni what percentage? Kwa sababu tulipata inajengwa na almost kila mtu. At least now kwa sababu shale kila kitu chini, foundation ishaanza kuinuka juu. Unajua basically kutoka foundation inakuwa ngumu sana setting up na kila kitu. So wamefanya about 15%. Sasa of course lazima wafanye the rest of the structure. Ndio at least 90 whatever percent, alafu finishes ndio 100. Unajua kwa nini nacheka? Kwa mtu ameniitisha map saa hii ya hapa tuko. Saa hii hata hatujafanya kitu, ameitisha map. Konza City imelalia county 3. Kajiado, Makueni na Machakos. Inside ya
Hapa ni Machakos Makueni. Machakos Makueni. Machakos Makueni. The other side nyuma ni Kajiado. Kwa hivyo mtu akiona title imeandikwa Kajiado ama imeandikwa Makueni anaambiwa ni Konza, ajue bado ni Konza. Maana Konza imelalia kaunti 3. Hii side tuko ni Machakos Makueni. In fact, from here to Machakos town is about 10 minutes. Okay. Machakos town. Esther Salimika. Na bado tuko Mombasa Road. From here to Mombasa Road ni 800 meters. Iko hapa nyuma yetu. 800 meters. Kwenda Konza City ni 3 minutes. From here to Machakos is about 10 minutes. Sikia Esther, ati but thought you could have tetead sisi. Esther, ukijua ni nini unanunua. Ukanyamaza tu hivi uelewe ni nini unanunua. And that's why nimesema producer aweke video za Konza City. Tulipata data center imeisha na inafanya kazi. Uliona? Data center it's complete and working. Haya. Nini tulipata ingine ikijengwa? Walisema ni water reclamation. Water reclamation center. Reclamation center mbili zimeisha. Zimeisha na zinatumika. Nini tulipata ikijengwa ni command center. Command center imeisha. Imeisha kweli? No, command center ni data. Command center imeenda mpaka level ya kwanza. Command center ndio inaendelea lakini data center imeisha. The conference facility. Conference facility. Ile iko na machuma kila pahali. Bado zinaendelea. Hiyo inaendelea. And we have roads tuliambiwa ziko 8%. Sio kuambiwa tuliziona. Na nafikiri pia producer atakuonyesha hapo, sijui kama hiyo video imewekwa. Wataona. So the reason as to why tuliingia hapa Konza City the second time, because you remember first time hakuna kazi mingi ilikuwa imefanyika. So this time round tumepata everything is working. Kila kitu inaendelea. Tuliambiwa story ya sewage na cabling. Hii ya underground imeisha. In fact, kama unaangalia hiyo video huko ndani, una tunyumba tudogo. Tunyumba tudogo, tunyumba ndio service houses. Yenye unachukua data, unachukua internet, unachukua maji na stima. Hizo ndio provision ya hizo tunyumba tudogo. But now that's inside the city, which is now 3 minutes from here. Now at the pace of that city, the way inakuwa build, it's already say it's amazing. It's amazing. It's very fast. It's amazing. So what you're seeing now right now kwa hiyo nini, hiyo ndio facility ya conference. The facility conference, hiyo connects to the building that tumesimama juu. Hiyo ndio the facility of the conference center. Yani hii kitu tukiwauzia cash 950 na 1M installment ni kuwapea. Hiyo ni free almost. Na nikisema ni kuwapea, I want people to do their own research. We have some companies selling just within us. Na sio hapa. Utateremka ndani ni over 3 kilometers. Alafu uangalie cost yao. Alafu uangalie cost yetu. Hiyo itakwambia what are we talking about. The reason as to why nimewapea namba yangu kwa sababu nataka ukuja inbox nikutumie hizo videos. Just come on my inbox nikutumie hizi videos uelewe what is Konza City. Dena video nyingi muno ingekuonyesha Konza City ndio uelewe what is Konza City. When we say we are 800 meters kutoka mahali tumekalia we can see gari zikipita Mombasa Road. Wait a minute, from here to Konza City we are talking of 3 minutes. Kwa hivyo ukajenga structure yako by the time unafika second floor you can be able to trace the city. Maana tukiwa kwa city tulikuwa tunaweza kupoint shamba yetu. First floor. Tukiwa kwa hii building watu wanaona hapa. Hii yenye tunachukua video tukiwa juu yake tulikuwa tuna manage kuona hapa from inside. But you see now that's not the case even. Unaona where we are hata kama tumekaa chini tunaanza Konza City. But wamehip mchanga hapa kwa barabara. Mchanga huwezi ona ndani. Hao ndio wamehip mchanga ni kama yani barrier ya this side and the other side. We can see Konza City but now the buildings have been hipped, zimefichwa na huko nyuma na hiyo mchanga. So it's very close and it's very ideal. Haya, nataka niambie watu, so nimeweka namba yangu hapa. So nataka ukuje inbox kwanza uone what is Konza City. Uone the whole of Konza City. Manake tulizunguka ndani. There's a video actually iko hapa tulizunguka live everywhere. Tukiwa ndani ya gari tukazunguka the whole city everywhere on the tarmac and off the tarmac. Just to know what was coming up. So inbox me to get videos na pia kupata map yenyewe. Videos and map ndio uweze kuselect. Na ni vizuri tuwaambie Alfred tumefungua hii project 2 weeks ago. As we speak tuko wapi? Halfway. Nusu
imeenda. Halfway. Nusu imeenda. Ilikuwa na plots ngapi? 84. Yes. Saa hizi tuko around 43, 42. Yes. So when we say, by the way, let me tell you, watu wenye wana invest Kenya, the most, sijui nitaiita aje, but it is part of the biggest project wa Kenya wanaweza invest nazo. Yeah. Konza City. The reason as to why tuliingia ndani tuonyeshe watu ni nini inaendelea, because people has no idea. Ukipita Mombasa Road wamefunika na kimchanga such that huwezi ona ndani nini inaendelea. Yeah. It is kind of a kufool people, watu wenye unajua pia I'm 100% sure, because pia kupata nafasi huko ndani saa hizi Konza City ni kibarua kigumu. Yes. I'm sure mwenye alisema hiyo mchanga iwekwe hakutaka wenye wanataka kuinvest hapa karibu waone nini inaendelea. No, normally in every construction site unaona watu wanapiga mabati round. Hawatagi tu hivyo. Hata zile manini za green. Yote hata wanaweka. Lakini you see, hao walitumia mchanga. This is a strategic government project. Yes, yes. So, of course ujue kuna watu wako na interest na hiyo project. Yes. Kuna watu pia wangekuwa na interest na njia ya Konza. Yes. So when we talk of 10 kilometer radius, yeah. Hii hata si 10, hii ni 2 kilometer radius. No, from inside. Kutoka pale kuja hapa ni is 800 meters kilometer 800 meters radius. 800 meters. By the way, kwa sababu pale Mombasa Road iko hapo ndio Konza imeanza. Hapo ndio Konza. So tukisema ati watakuwa na interest na 10 kilometer radius, then that tells you sisi tayari tuko 800 kilometer radius ya Konza. 800 meters. 800 meters ya Konza. So imagine 10 kilometer radius ni kusema nini? So idhuwe tuweja wa Konza 3 kilometers away. So ukinunua Konza, two things you need to have in mind. Like tulisema tunajengea watu borehole hapa, tunachimba borehole. Yeah. But hata kama tunachimba, Konza City yenyewe iko na channels 4 za kuleta maji ndani, si ndio? Yes. One of them being Thwake Dam. Thwake Dam. Thwake Dam, anyone can just Google Thwake Dam. Yes. And that's the biggest. Wameshikanisha mlima mbili. Yes. Wameshika mlima mbili wa harvest water and all the water inakuja kwa hiyo reclination center. Yes. Na ya kwanza the first ndio ile iko pale unaiona. Unaona ile mabati iko pale? Yes. Hiyo ndio ya kwanza. Alafu maji inatoka hapo inaenda kwa ile ya pili. So the first water plant iko hapa. The second one iko huko ndani. Ile iko mwisho. Huko tumesema imeisha ile reclamation center. Ya kwanza ni hii hapa. What you see here is the first one. So maji, barabara ndio priority kubwa ndani ya Konza City. Sasa imagine ile maji itakuwa huko ndani na huko hapa nje. Hata kama una borehole hata ushughuliki nayo, because I'm sure there must be a lot of channels in the 10 kilometer radius the path wenye wako na interest nayo. The other thing is unajua mostly unaona hapa watu wajajenga. Yes. But all in all, hata mtu akijenga hapa, aishi hapa. From here to Machakos is 10 minutes. And all the amenities, schools, hospitals, and everything. Naambia kwanza wasijenge. Mimi ni mjanja. Unajua kwa nini? Konza City, of course unajua kununua plot Konza City, huwezi pata hata plot. Tuliambiwa not less than an acre. Not less than an acre. Ulisikia ina range 8M to 12M. Kama unakumbuka the first conversation yenye tulipoa na yule jamaa. Na kuipata ni ngumu. Kwa sababu last time nilijaribu kuuliza maswali. Finances. One of the question waliniambia, one, huwezi nunua shamba huko ndani ya Konza City na uiweke hivyo. Kwa hivyo wanataka mtu ako na pesa. They must go through your account. Kununua si shida. To verify that you've bought and you can develop it to the standard that they want. Lakini kulingana na wao ni kama mwenye anunua huko si maskini, ni investor. Ni mtu ako na go down zake Mombasa Road ama wapi. Si mtu anakuja kubahatisha ati aanze kampuni hapo lakini ako na uoga. Because unakumbuka nikiwauliza sijui ni tendering gani walikuwa wanauliza wakaniambia tayari washaipea sijui wa China sijui nani. Sijui ilikuwa ya kuunda nini. Kuna swali niliuliza nikaambiwa hiyo tendering ilipa na kitambo. Hata wanaanza kujenga soon. This is phase 1 of Konza City. Konza City iko na 5,000 acres and we are talking of 3 phases. There's a lot of things that will happen inside. So imagine wewe umekuja umejenga kanyumba kako hapa at the home, wengine wanajenga flat. Because
let's imagine watu wenye watafanya kazi huko watakuwa wanaishi wapi? Hapa nje. So mimi nikakuwa mtu wa kufikiria haraka. Most people wenye watafanya kazi huko ni first class. Sio watu wa kubahatisha. Kazi zenye ziko huko na mijengo yenye iko huko, of course ni watu wanaweza afford kukaa nyumba kama ya 2 bedroom, 3 bedroom. I mean ni watu wa kuna class fulani. Kwa hiyo ukagora haha ali ukinunua hapa kuanza kufikiria. Think very fast. Hii data yote ya Konza City iko kwa mtandao. Just go and read before you decide ni nini unaweza jenga hapa. Sisemi huwezi jenga nyumba ya kuishi, unaweza jenga nyumba ya kuishi, but kabla ujenge kwanza fikiria about the because now tusha kufichulia siri ya nini ina happen huko ndani. So now that you have that secret kuliko wengi, na sidhani kuna kampuni nyingine ya mashamba imeweza kuingia Konza City. We are even lucky. Very. Lakini Mungu pia anatupeanga njia za kufanya vitu zingine, because hata mimi I don't even know how tuliingia na vile tulitoka. Even this second time. Mimi sijui kuingia na kutoka, ilikuwa tu kimungu. It's a challenge. It's a challenge kuingia. Because pia unajua ile project pia wataki kuifichua sana, wataka tu ikue kind of a secret. Lakini sisi ni nani? Ukitembea na Mungu anakufichulia siri. Exactly. So therefore ni vizuri pia tuambie watu this is 45 minutes away from Nairobi town. From the international JKIA. From JKIA is around 45 minutes kukuja hapa. I'm 100% sure they're trying to ease traffic. One of the methods they're using ni kuhakikisha Mombasa Road imeanza kuteremka ikiwa duo carriage. Oh, the contract was given to the Koreans. Last week uliona? Na duo carriage imefika, is it at river? Duo carriage imefika Machakos Junction. Machakos Junction. So we are also hoping by the time Konza City inakaribia kuisha, not hata kukaribia kuisha, by the time it's actually quarter on the way, itakuwa tayari ishafika. Remember, this is a project, is an international project. So international companies have a lot of interest na kuwekeza Kenya. You know, Kenya is a place whereby people believe there's enough security, there's a lot of chances za kufanya biashara. So sijui kama ulisikia wakisema they have is it 500 acres za kuweka na miti za nurseries za kupanda, na tayari zingine washapanda. Some of the trees zitakuwa za kurembesha Konza City. Because you see also kuna mahali wametenga pa wanyama. Kadhaa, I think walisema 1000 acres. Za wanyama tu. Na pia nafikiri pia wata provide those meats kwa watu wenye wako pia nje ya Konza. Pia kwa sababu unajua pia tulisema the reason as to why wako na interest na the 10 kilometer radius nje ya Konza ni kwa sababu hatutaki pia watu wakuja wajenge slums nje ya city. So there are a lot of information yenye tuko nayo hatuwezi iongea hapa, but we can do it individually. So that's why nimepeana namba yangu, you can come on inbox. Hata kama na kutumia map, taka kujua zaidi kuhusu this project, because it is one of the best project you can ever have in future. Yani ni project ile wiguaga. Kuna watu walipitwa na project kadhaa kama Meble, wengine wakapitwa kama Runda, Muthaiga. Sasa this is part of same project kama hizo. Na juu zilikupita hizo na zilikuwa zinaanauziwa tu. Kama hizi watu wananyamaza tu, wanauliza huko ni mbali. Sasa huko ni wapi huko? Sasa hiyo mtu anaishi Githurai lakini anasema Muthaiga. Kitu mnauza 5M, sasa nani atanunua? Lakini bado kuna time Muthaiga ilikuwa cheap. After najua uko na information ya Runda, Muthaiga, you must be having some crucial information ya hatuna. Terms of pricing. Kitu kama 2000, hiyo place ilikuwa inauzwa pesa ngapi? About 6 million, 9 million. 6 million, 9 ngoja. 2000. Okay. Kama hiyo ni 2000, saa hii pesa ngapi? Then ngoja. Hiyo ilikuwa plot ama acre? Half. Kuwa serious. Half an acre. Half an acre? 6 million? Okay, 2000. 22 years later? Now it's 80. 80 million? 80. Okay. Mungu ni mwaminifu. 80 million, half an acre. Half. Runda ama Muthaiga ama wapi? No, Muthaiga is not that. That's Runda. Muthaiga huwezi pata hata na 100. Gai. Na huwezi pata 1 acre. Unajua uko ni 1 acre. Huko lazima kuwe na 100 na ama 200. Lakini najua wenye walikuja kutuharibia nini? Ni maembassy.
Unajua Muthaiga has been there for long na ilikuwa ni expatriates. Na a lot of embassies were around there. So that's been the almost very, very expensive all these years. Hey. Unajua naona kuna madam ananipigia. Sera nitakupigia. Unajua nilimtumia map, hakuwahi select. Sasa badala ya ni receive call yake, acha nitumie latest map, aone nusu imeenda. Alafu hakuna kitu inakuwa boring. Kama nilikutumia map hauku select, alafu unitafute nikutumie upate ulikuwa unataka kuchukua hapa juu, upate imesha. Tuko katikati. Akimtu uumwa. So, Sera nimekutumia map. Hapo ndio tuko. Anything marked. Wewe usijali na kala. Anything marked ni kumaanisha tayari imeenda. So, acha nimwandikie. So, you can imagine a project which lies on almost on the highway, 3 minutes to Konza City, 45 minutes away from CBD ya Nairobi. I mean, going for 950,000, 50 by 100 in size plot, going for 950K cash, 1 million installment. Hatukuitishi deposit kubwa, just 200K. 200 peke yake. Alafu tunakupea 6 months kulipa balance. Hata kama unaongeanga na Mungu aje. Alafu unajua hizi vitu niliwaambia, hizi vitu ni za kila mtu. Hakuna mtu hawezi own. Ni za kila mtu. You can own too. Nani alisema uwezi nunua project ya hapa? Nani alisema uwezi nunua kitu above 500? Nani alikwambia uwezi nunua kitu worth 1M? Si Mungu ni wetu sisi wote. And then we have that prosperity ya kwa kuetekia. Yaani ujiamini. Baruthi 1 million tutatoa inapatikana. Your tongue has power. Ruremero wakunoro wetisio mita na Ngai akuhe mita igire nigetha wone ya kuigirira guku. One thing you don't know about this project. Saa hizi tunakusukumia. There's a time utahitaji kupata plot hapa kwa barabara. My friend. Ogera kwa million ithano kori. Okay, 5. Wacha hii kwanza ishe. Not hapa, anywhere. Wacha hii. Anywhere hapa ndani close. Alfred, kulingana na ile information tulipoa huko nani, it means by 2025 hii project itakuwa tayari imefika nusu, imejengwa kila kitu. Half of it itakuwa imeisha kila kitu. Unaona hiyo university? Yes. I wish tuko na project mingi hapa juu ingeisha tukiendelea na hizi project. Exactly. Vile hiyo university inajengwa, sijui wanatoa pesa wapi, lakini ile pesa imemwagwa hapo kwa hiyo university. Inasonga kusonga. No wonder nafikiri au kama ni Korea ndio kwa maana malipatiwa highway. Of course, yes. Inaweza kuwa that's the reason. Could be. Hiyo university, by the way, let me tell you. Na hapa sasa ni siri nyingine tunawapea. Si hiyo ni university inajengwa hapo ndani. Hao wanafunzi unafikiria watu watakaa huko? By the way, hiyo ni siri nyingine, sikuwa najua. Kwanza huko wata afford aje. By the way, sikuwa nafikiri. Kwa hivyo nikiongea kuhusu apartment, nilikuwa ni kama Mungu ashaninenea kuhusu hiyo university. Exactly. Na si ati ni university, yani utaonyeshwa kwa video. There's a documentary we are preparing a documentary na tulichukua hiyo video, so utamanage kuona hiyo university vizuri venye inajengwa. Sasa ikiisha, na sijui kama unasikia walisema phase 1 university ikiisha tayari wanafanya test na wanafunzi juu watakuja kukaa. Kwa hiyo nini walisema, kuna kitu umetaja hapa, apartment zao, kuna apartment inajengwa huko na wanajenga hoteli kubwa sana hapo. Walisema part of the phase 1 university students watakaa kwa hiyo hoteli, itakuwa kama ni trial. In fact kwa hizi nyumba ziko kwa video, these 2 houses, one of them is where we were in, the other one is not built. That will be part of the hotel. Ukiangalia hii ndio nini yao. Hii kwa hapa ndio map ya the center ile watatengeneza kwanza hoteli moja, inakaa kama C. One look like this, another feeling like kama C. Hivyo, one of them is a hotel. Another important thing to note ni kwamba hii shamba yetu tumefence na tumefence vizuri. Tumeweka beacon. Hizi beacon zetu ukiangalia vizuri zimeandikwa title number. That tells you that title deeds are ready. Huwezi andika beacon title number kama hauna title. So title ziko tayari. Huku ndani tumekatakata barabara za kuaccess hii shamba na imefensiwa vizuri. And hizi barabara nafikiri is it 9 meters? 9 meters. 9 meters ndani. What else? I mean, the most interesting part ni kwamba line ya kwanza ndio inabeba borehole.
Kwa hivyo tukikutumia map, kuna mahali utaona tumemark blue na color blue. Hapo ndio borehole itakuwa. Hizi plots ni size ya 50 by 100. 50 by 100 plot kubwa sana. It's very big. This is not 80 by 40. Most people are selling 80 by 40. Yes. 50 by 100. Hiyo cost ya 950k na 1 million installment ni inclusive of title deed. Exactly. Sawa sawa. Phase 1 na phase 2 kila mtu akona title yake unless wenye hawajakujia kwa ofisi. Yes. Na tumeziuza tu juzi. Hii mwaka tu. Na title ya phase 1 na phase 2 tushapeana. So nataka ukuja inbox saa hizi nikutumie map na nikutumie videos za Konza City ndio uone nini inaendelea huko, na I will also share with you a link ya video yenye tulienda live ya Konza City ndani, pia uweze at least kuona kila kitu yenye inafanyika huko Konza City ndani, si ndio? Yes. So Alfred, kuna kitu nataka kuongeza? Nothing much. Unajua less is more. Because this place si pali pa kuambiliwa sana. And a lot of people that nimewaleta for site visit, they are in acceptance of what they see and the location and everything. Unaona tumewaleta hapa na of course wana appreciate that it's very close to the road, it's very close to the city. Kuna mtu mwingine nilimleta akafikiri alikuwa nafikiri it's an all day thing. Tunakuja tunakaa hapa. Kwa tumesharudi by saa 6 tunakula lunch Nairobi. Na ni vizuri tuambie watu wanakuja kuviewia watu wasikuje wakifikiria hapa ni estate ati imejengwa. No. Toa hiyo mentality. Ndio kuna watu kadhaa wamejenga, lakini hata wao lazima pia wafikirie. Before uanze kujenga wewe fikiria. This is a project outside the city. Hii ni kama Nairobi, Nairobi city. So by the time ufikirie kujenga, kwanza fikiria ni nini unataka kujenga. Sawa. Because you may end up kubomoa later ukiona vitu zenye watu wamejenga na wewe ulienda kuweka tu ka structure ka ujinga hapo. Unaona? Unajua mimi nataka kuambia ukweli. Demo no yaga demo wera kama tondu riri. It will cost me nothing kukuambia ukweli. Tondu amwanyu ndera muonera. Unajua wengine wao ni mimi wanatuma ni waone. So wafadhali tu niwaambie ukweli yenye itawasaidia. Haina haja ati niwadanganye. Na thank you so much Janet Koikoi, nasema nimeenda huko Konza City itself. The development is real. I was shocked. Invest here if you can. I have invested with Alfred, an honest man. Unajua Alfred pia mimi, unajua mimi sikuwa nakujua. Acha tuambiane ukweli. Nilikuwa naona kama utanicheza. Unajua acha nikuambie. Let me tell you Alfred. Nimekuwa nikiuza shamba I think now for 2 years. Mungu alitaka tu nikutane na watu wa real, watu wa ukweli. Mungu alitaka tu nikutane na watu wenye nilikuwa nahitaji. You know me, I live a life of kutrustiwa na watu. Yani hiyo ndio kakari gothe urona ndinako, kagari kokote unaona niko nako, tumaisha twote unaona nikiishi, it is out of trust. Trust. So mimi nisipokuwa trusted, like now nimekuambia kuna msee ametuma 100k na hakusema ni na sasa hajatuma saa hii, alituma Tuesday, sijui ni Tuesday this week Tuesday. Hakusema ni ya nini, haina jina, imekuja na Stanbic Bank 100k na iko hapa tu. Yani mtu wananiweka tu kwa temptation ni kujaribu trust yangu kama bado inafanya. So sasa hii 100k najua nikiambia watu wa ofisi wanao situgawane tukule, alafu mwenyewe akitokelezea utatukata kwa mishahara. Unaona? So although sasa nishawafunza ile maisha naishi wanajua ni ya trust. Kuna watu nimewekea title zao, kuna watu wananitumiaga pesa. Sasa kama huyo labda ni mtu alituma alafu akae 2 weeks aniulize, "Baruthi ulipata pesa?" Like, na by the way kama ni wewe ulituma hiyo 100k, please unaniweka kwa temptation. Sasa hii nimesota. Lakini nakaa naona 100k. Sasa nashindwa. Baki nimekuambia nitakupatia uiweke kwa account, uiandike anonymous mpaka tupate mwenyewe. So kama ni wewe ulituma hiyo 100k tafadhali niambie tu, ndio kama ilikuwa itumwa kwa shamba ni tume. Sasa siwezi tumia Alfred juice juu kama ni ya hekalu ama ni ya kuingia kwenye nauza. So kama unajua ni wewe ulituma 100k na haki huku niambia ni ya nini, please kuja tu inbox uniambie ni wewe ulituma. Ilitumwa Tuesday 100k sijui and 82 shillings. Ilitumwa via bank ya Stanbic. Yes. So unajua hata serikali ikikaa na mali ya watu wali nini inaanza ku announce hiyo nini inaitwa organization inaitwa wanasemanga ni ile ya
recovery fee. Yeah, unclaimed assets. Unclaimed assets. Yes. Sasa si pia mimi nipeana duration ya unclaimed assets. Unaweza. 76 ama nisema out by. No, unasema 1 week. Acha hiyo story. 1 week. Unasema hii siwezi weka sana. Yaani mtu atuma 100k na ananyamaza tu. Aki kama ni wewe ulituma hiyo 100k, please jitokeze tu ndio niache kukaa nayo juu inafungia pesa nyingine kuingia. So I was saying sikujua, unajua by the time nilikumita Alfred, okay, nilikuona ukikaa mtu wa ukweli. Unaona kuna mtu akai kunang'anya. So mimi nilikuona tu ni unakaa tu mtu wa ukweli, lakini nilikuwa ndani kutest na phase 1 na phase 2. Ndio nikaona kumbe. Alafu unajua pia watu walikuwa na uoga na kukutumia pesa. Nikamwambia hapana, huyu jamani alafu unajua mimi nikifanya kazi naye lazima nijue unaishi wapi. Yes. Mimi huchunguza vitu mingi sana. So nilikuchunguza, and by the time tulikuwa tunaingia phase 2, I was 100% sure nikutumia pesa ya watu, niko sure iko safe. So by the time tunaingia phase 3, I was already sure that who I'm working with. Thank you. And I'm happy for working with you. Thank you. Because si watu wengi wa kweli Kenya. Watu wengi ni wakora. Alfred, kama wewe ni mtu wa ukweli usitrust kila mtu. We, kuna mtu niliambiwa alikuwa ananunua kitu kampuni nyingine sitaitaja. So alituma pesa yake ikapotea. Unajua mtu alimwambia aje, pesa yako haki mimi sijaiona. Haijafika kwa simu yangu. Haijafika. Wacha hivyo, mimi nasema kuna yenye iko hapa na sijui ni ya nani. Yeye alimwambia haijafika. After madam kuchunguza kwa Sendwave, pesa ilikuwa ishatoka huko na Sendwave wakamhakikishia imefika. So the thing that the guy didn't know ni ati madam aliweza pia kupigia Safaricom. Na wakamwambia pesa ilifika na ika reflect. Kwa hivyo yule alireceive, lakini alisema hakureceive. Ilipotea hivyo. Madam hakununua plot juu sasa kama pesa unasema haikufika na ilifika, hakununua plot. Plot ilienda hivyo na 100k zikaenda hivyo na trust ikabreak hivyo. So that's why you should know that sio kila mtu kukua trusted. Kule ndo matehoke kaginya na shiringi igana. So be very careful. Ni vizuri tukuambiange hivyo, usifikirie ati venye maybe utatumia Alfred ama unitumie watu wote wako hivyo. Hapana. Mimi na ogedo mira siku na time nilikaa na 20k for almost 3 months hapa bila kujua mwenyewe. Tukiwa live Malindi na Pastor Garia na Mr. Maina. Nikataja mwenyewe akajitokeza. Assume ningekuwa nimekula alafu aniulize. Shida. Ai watu wachunge sana. Anyway, so once again tuko Pinnacle Gardens Konza City. Konza City iko tu hapa. So sisi tuko karibu na city na we are talking of 45 minutes from JKIA, and saizi nafikiri watu wako na bahati. Mtu wako town kama tu wako JKIA. Ujabu kiingia expressway niko nyororoka hoga kinya. No, in fact from here to kama unapita express from here to Nikino. Yes. From here to Kino, Kangemi. Kangemi. From here to Kangemi is 1 hour from 10 minutes. Sababu barabara imeenda. Unajua kwanza pia baadhi mtu anaenda pia Nakuru saa hii akitumia expressway. Unajua inaenda kama imemuingiza Waiyaki Way na unajua yote ni lami mpaka huko karibu naingia njia ya kuingia Mai Mai. Limuru. Yes. Imagine. Anyway. So nafikiri pia expressway imesaidia mahali. Manake pia mtu anakuja Konza na ametoka Westlands. I mean it's easier for her. Kwanza uko na gari yako. Teke. Alafu ujue hii barabara lazima waipanue cha lazima. Inaingia kwa sete. So they have no choice. SGR pia unakumbuka tuliambiwa kuna vile wanataka kuhakikisha imepita ndani. There must be a station ya train. Because this is a big city. Kuenda access. Already yuko nyuma. Iko nyuma lakini walisema wahakikishe itaingia ndani. So I think much of the information yenye tumekupea ni information ya kukusaidia ku make the right decision. Naona bado kuna watu wanaitisha map. So as I send you the map, make sure pia umeniitisha videos because you really need to see those videos. Uelewe ni nini inafanyika hapo Konza City na nafikiri kila kitu itakuwa sawa. So nataka ukuje inbox sasa ya hizi namba tunakupea hapa. Namba yangu ni 0798 0798 008 ama upigie Alfred kupitia namba 0706 0700 ama 06 002338 0706 002338 to inbox upate hizo videos ama map
ama to get videos and map. Hiyo ikuwe sawa. So nafikiri kila kitu iko sawa. Yes, with that information now uko na hakikisho ya title deed, uko na hakikisho ya Mombasa Road it's 800 meters, uko na hakikisho ya Konza City ni 3 minutes away, uko na hakikisho ya kutoka Nairobi City na beacons zimewekwa, kila kitu imefensiwa, borehole tunachimba hapa and of course title deed ziko tayari. Sawa sawa. Kuna kitu ungetaka labda kuongeza? No, just to thank you for the ones who already are supporting. We are halfway. Yes. Kwa hivyo in the next 2 weeks you never know kama tumetoka hapa. Na ni okay lila waga kugura haha. Ni I can tell you for a fact. Alfred mimi sijui nitafanya aje, lakini nataka plot hapa pia. Ni I don't know tutatumia method gani to organize. Unajua vile niko na vitu mingi nafanya, lakini aki mimi naweza tamani tu kukuwa na plot hapa. Yaani hiyo sina choice. Sina choice. Kwanza nikapata quarter. Aki naweza sikia vizuri. Naweza kufanyia maneno. Sababu you see, let me tell you. Hii future sitaki kwanza kupea watoto wangu story. Story hapana. Let me have something close also to Konza City, because in future I would also feel nice. Nikisema kuna plot yangu iko pale karibu na Konza, hata ustruggle kuelezea mahali iko. Unaambia ukiwa na 10M na kupatia quarter. Unajua watu wanaona kama ni ngoja nikwambie Alfred. President Kibaki akiongea kuhusu Vision 2030 na hii Konza City, watu walikuwa wanasikia kama ni story. Uhuru ameingia term zake 2 zikaisha, tunakaribia Vision 2030. By the time tunafika 2027, ni saa hii karibu tu. Mani garo ga magaha goiga Baruthi yakwa ndia milioni 5 mukoiga digio limo ngakwira tigana nayo. Unakuja kwa milioni 5. Nakwambia wachana nayo. Wachana nayo sitaki. Unajua by the way, let me tell you, unajua tutakaa tukikuonyesha venye Konza City inakaa, ndio pia unajua chenye umenunua bado kinazidi kupanda bei. Na siku na mwenye alikuwa ameselect mahali hapa na bado ana nini, tutampeleka nyuma. By the way nitampigia simu leo. Si unamkumbuka? Unamkumbuka? Yeah. Unaona huyo? Si alikuwa ameselect 2. Ndaenda kuongea na yeye. Kama hayuko serious, nazichukua zikiwa 2, nijieke. Kwani mimi ndio hapana, kwani mimi ndio nani? No, wacha niambie watu hata sisi ununua ploti. Sisi ununua. Because hakuna haja niuzie watu Konza alafu niishi kusema unajua tulikuwa tunauza Konza lakini hauna kitu. Kwanza hapa ni karibu sana. Unajua wanasemanga carpenter ananga stool. Si unajua ni kawaida tu. Hata watu wenye usho na viatu, unaona viatu zao zinakaa aje. Anavaa tu ile yake haishoni. So and mark my words, ndio usisahau. Sawa, anyway. Lakini pia akisema atachukua mimi nitateremka tu, haina shida. Bora tu nikuwe karibu na Konza City. So this is a project you can't afford to miss. Tell your friend to tell a friend. Hata wenye wameinvest na huku kwingine tuliuza. This is an important project to you. I don't know utapata pesa wapi. Wewe ongea tu na Mungu. Mwambie iko project pale karibu. By the way, be specific. Unajua Mungu pia anataka ukuwe specific. Elezea Mungu. Kama sasa hivi si mimi nimemwambia. Si ati niko na pesa by the way. Najua mimi huwezi nipiga sana. So tunaambiwa andika vision yako na capital letters. Nini kubwa. Letters kubwa. So you mention kwa maombi yako, ambia Mungu, haki Mungu, ni mimi tu sijanunua Konza City karibu. So wewe jipange. Ukijipanga ila kitu itakuwa sawa. So thank you so much. Mimi sina la ziada. Kama unataka Konza City, it is period. Kuja inbox 0798008008 and I'll make sure umejua zangu ni gani. Wacha tumalize hii show ni select au make sure umejua zangu ni gani, because pia ni vizuri at least pia nikuwe mimi niko karibu Konza City. Hata naweza kuja nijenge. Kwanza wajua ukiwa na quarter unajenga apartment moja noma au watu wa university unaingia live unaambia najua mlishaingia shule. Sasa na mimi niko hapo tu nje. Si mjipange. Hata unaweza iita university apartments. Hakuna mtu akuuliza, hakuna mtu ajue umeita university gani. So maisha ama nijenga ya BNB. Unajua sasa ndio zinakula by the way. Ume notice?
Anyway, ni vizuri na waibiaga tusiri twingine hapa. Unachora kama mimi. By the way, mimi ni investor. Siwaambie. Ndiye dagia gaga kugura. Mimi lazima nikuwe mjanja. I mean, who buys 3 kilometers away and assume the project yenye amenunua 3 kilometers away from Konza City? Unless pia wewe uko serious na maisha. Get 0798008008 ya Alfred ni 0706 002338 0706 002338. Kuja ukuwe pia neighbor yangu. Mimi nishanunua kwa physical, kwa spiritually. Taarifa ishafika, nimebaki ku point physically. Yeah. Anyway, thank you so much and God bless you. See you next time. Tukimaliza Pinnacle Gardens Konza. Asante sana. Thank you.